suppose you take me back to fight the Ammonites, and the Lord gives them to me. Will I really be your head? The elders of Gilead replied, the Lord is our witness. We will certainly do as you say. So Jephthah went with the elders of Gilead, and the people made him head and the commander over them, and he repeated all these words before the Lord in Mizpah. 20:32. Then Jephthah went over to fight the Ammonites, and the Lord gave them into his hands. Praise God. Today nataka tukaweza kuzungumza ujumbe ambao Mungu amenipa ya kwamba restoration of honor. Umesikia imeni moja? Restoration of honor. Sijui urejesho wa heshima. Acha niseme hivi, sijui Kiswahili kinisemwa nini. Bwana Yesu asifiwe. The Lord is telling us this day, He is restoring honor on somebody today. I don't know who is it, but He said He is restoring honor. Before honor, there is something that happens before honor, and that is dishonor, and that is shame, and that is the rejection. Bwana Yesu asifiwe. Kabla uinuliwe, kabla uheshimike, ni lazima uaibike, ni lazima ukataliwe, na kukataliwa kuna uchungu. Nobody can get, hakuna mtu anaweza kubali kukataliwa, but inakujanga. Asifiwe Yesu. Nani tumesoma story hiyo ya kijana anaitwa Jephthah. Biblia inasema ya kwamba alizaliwa na kaaba. Baba yake alikuwa anaitwa Gilead. Tazama hiyo background ya Jabez. It's not pleasing. It's not a good one. Mtoto wa kaaba hata usemi ana. Mtoto wa kaaba hata heshima ana. Wewe ni mtoto wa kaaba. This morning, I don't want to know the background of yourself or myself. But let me tell you, there is no background that God cannot turn around. There is no, yani hakuna Mungu wetu hawezi kuibadilisha. This man was a son of a prostitute. Get me? This man has been chased. And the Bible says, akakimbia na akaenda mahali inaitwa Tob. And the Bible says, akaenda akakutana na watu wengine pale. The Bible hata Biblia nyingine ina you are not a product of opinion of men, but you are what God says you are. God had chosen Jephthah to be a warrior. Na alikataa na akaenda kule Tob na akakaa na hao watu. Na Biblia inasema they continued to do raids. I came to tell you this morning, whatever God called you to do, continue doing it. Bwana Yesu asifiwe. Paulo anasema katika kitabu cha Timotheo, tumtumikie Mungu in and out of season. Conducive environment and unconducive environment. Let us serve God. Let us continue to hold on this God. Acha nikwambie, God is not a respecter of persons. Mungu angaliangi certificate. Mungu angaliangi wewe ni wa ukoo wa nani. Bwana Yesu asifiwe. Kuna watu hapa hata subchifu hawajui, lakini mbingu inawajua. Bwana Yesu asifiwe. Kuna watu hapa hata ukiwaambia connection yako ni nani, they don't know even their MCA, but they know God. And as long as you know God, Bwana nitocha nikwambie, hakuna mtu anaweza kuwrite you off. Praise God. Hakuna mtu anaweza kusema huu ndio mwisho wako. Jephthah hakutaka kujua nimezaliwa na single mother,
nimezaliwa na kahaba, nimezaliwa na repu. I know one thing, I am a mighty man of warrior. Praise God. And this God ni Mungu akiweka angano lake ameweka. Praise God. Wakakaa tu. Kumbuka Daudi alikusanya wengine katika cave of Adullam. The Bible says they were the distressed team. They were the one with debts. They were the one who were also rejected. Bwana Yesu asifiwe. Nimekuja kukuombea asubuhi ya leo. Ile hali unapitia wengine walipitia na wakatoka. Praise God. Uyanisikia? Nimekuja kukuambia hiyo hali uko, kama ni kukataliwa, kama ni kudharauliwa, kama hata ulivukusa nyumbani ukajikuta Isiolo, you are on the appointed time of God and the appointed season of God. Bwana Yesu asifiwe. Walienda top, wakakaa kule. Wengine Adullam, cave of Adullam. Ako pale Daudi amefukuzwa na Sauli akitaka kumuua, amekutana na timu yake. Leo in our ministry, somebody is in Adullam or in top or in both teams. Bwana Yesu asifiwe. Hiyo hizo mbili huwezi kosa. Huwezi kosa kuwa katika timu ya watu ambao wanaonekana hawana mbele wala nyuma. And I came to tell you, as long as you are with God, hear this. As God is with you, the Bible says, and God was with David in the cave of Adullam. And God was the chapter and the team in top. And the Bible says they did not agree with what ulikuwa imesemekana. Wao walisema tumeitwa na tutakuwa vile Bwana amesema tukakuwa. Bwana Yesu asifiwe. Wakafamiwa. Maadui wakaungana wapigane na wao. Wakaketi wakaulizana, sasa tutafanya nini? Na maadui ndio wao wametusingira. Wakasema tumwendee Jedida akatuokoe na hizi vita. I came to tell you this morning, wherever you went, wherever they chase you, Mungu atakutafuta, kwa maana ni wewe una suluhisho. Wataketi waseme ni huyo tu anaweza kutusaidia. Bwana Yesu asifiwe. They rejected you, they will look for you. I said that. Waliona wewe, you can amount to nothing. You can offer nothing. But when, because you have the solution. Praise be to God. Bwana Yesu asifiwe. Walipomwendea akawaambia masharti ni haya. Akasema, I thank God for Jephthah. Wacha niwaambie kitu kimoja. The Bible says in Proverbs chapter 22 verse 6, we train our children in the ways of God. Na wakiwa wakubwa wataacha njia za Mungu.